Roho Mtakatifu sehemu ya 4. Nisikize kwa makini sana, kwa sababu kuna vitu ambavyo kama ukimpokea Roho Mtakatifu wa Mungu, Roho Mtakatifu atavifanya viwe na wepesi kwenye maisha yako. Nataka unisomee kwenye kile kitabu cha Mathayo mlango wa 12 kuanzia mstari wa 31. Nisomee kwa haraka tu. Naye mtu yoyote atakayenena neno juu ya mwana wa Adamu, atakayenena neno lolote kuhusiana na Yesu Kristo atasamehewa. Bali yeye atakayenena neno juu ya Kristo mtakatifu, lakini yule ambaye atanena kuhusiana na Kristo mtakatifu, ina maana Roho Mtakatifu, hatasamehewa katika ulimwengu wa sasa. Hatasamehewa katika ulimwengu wa sasa. Wala katika wakati ule ujao. Wala katika wakati ule ujao. Kuna kitu nataka nikufundisha hapa, kwamba maandiko yanasema ya kwamba yule mtu ambaye atakosea Roho Mtakatifu, atakosea Yesu Kristo, yule mtu atasamehewa. Lakini yule mtu ambaye atamkosea Roho Mtakatifu wa Mungu hataweza kusamehewa katika ulimwengu huu na hata katika ulimwengu ujao ambao ni kule mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo ina maana kwamba kuna kosa ambalo alisamehewi, ambao ni kosa ya kumkufuru Roho Mtakatifu wa Mungu. Tunapoongelea kuhusiana kufuru Roho Mtakatifu, watu wengi wamekufuru Roho Mtakatifu, lakini wale watu hawajahesabiwa kuwa ni kosa. Yule mtu ambaye anahesabiwa kwamba amekufuru Roho Mtakatifu ni yule mtu ambaye tayari anamjua Roho Mtakatifu ni nani. Amewahi kuona ishara za Roho Mtakatifu, amewahi kufanya kazi na Roho Mtakatifu, amewahi kuhubiri ama kufundisha, amewahi kufanya ishara, amewahi kunena kwa Roho Mtakatifu, akajua kwamba mimi nanena kwa Roho Mtakatifu. Lakini baadaye anakuja anasema kwamba hakuna Roho Mtakatifu wa Bwana. Yule mtu anahesabiwa kwamba amekufuru Roho Mtakatifu wa Bwana, na yule mtu hawezi akasamehewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kuna watu wengine ambao hata hawamjui Roho Mtakatifu ni nani. Ndio maana tumesoma kwenye kile kitabu cha Yohana mlango wa 14, 16 na 17. Maandiko yanasema ya kwamba huyu ndiye Roho wa kweli ambaye ulimwengu hauwezi kumtambua na haumjui. Kuna watu ambao wako katika ulimwengu lakini hawajui Roho Mtakatifu ni nani. Kwa hivyo yule mtu kama akikufuru Roho Mtakatifu hahesabiwi kama amekufuru. Maana Mungu, God is a just judge. Mungu akianza kusimama anasimamanga katikati. Hawezi akakuhukumu kwa kosa ambao haulijui wewe mwenyewe. Maana God is a just judge. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kuna watu ambao wanajua Roho Mtakatifu kabisa. Wanajua kwamba huyu ni Roho Mtakatifu anafanya kazi kwenye hii kanisa, lakini anaamua anasema kwamba hakuna kitu. Anasema hakuna Roho Mtakatifu wa Mungu. Yule mtu hawezi akasamehewa. Kwa hivyo kufuru ya Roho Mtakatifu inatokea kwa mtu ambaye anamjua Roho Mtakatifu ni nani, na sio mtu ambaye hata Roho Mtakatifu mwenyewe hamjui. Ndio maana utaona kwamba Waislamu utashangaa kwamba kwa sababu labda hawamtambui Roho Mtakatifu na hawamjui, inawezekana wakamkufuru Roho Mtakatifu, lakini ikawa sio kosa kwao kwa sababu hawajamfahamu, hawajamjua, hawajafanya kazi nao. Wao wenyewe wanajua Muhammad. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo kama unamjua Roho Mtakatifu wa Bwana, umewahi kufanya kazi naye, na ukatokea kwamba ukasema hakunanga Roho Mtakatifu, hakuna kitu kama hicho, ujue kwamba hiyo ni kufuru, kosa ambalo aliwezi likasamehewa. Ndio maana kuna watu ambao ile kosa ambayo itawapeleka jehanamu ni kosa ya kukufuru Roho Mtakatifu wa Bwana. Maandiko yanasema ya kwamba kuna wakati ambapo Yesu atakujiwa na watu wamwambie kwamba Yesu, tumetoa pepo kwa jina lako, tumefanya ishara kwa jina lako. Lakini Yesu atawaambia, tokeni hapa, mimi sikuwajua. Wengine kati ya hao watu watakuwa ni watu ambao walikufuru Roho Mtakatifu pasipo wakiwa wanajua kabisa, wakakufuru Roho Mtakatifu. Kwa hivyo Yesu akasema, mimi sikuwajua. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa nataka tupige hatua kidogo. Utatofautishaje kwamba huyu ni Roho Mtakatifu na hii ni pepo ambao iko ndani ya mtu? Maana mara nyingi utashangaa kwamba mtu akipagawa na Roho Mtakatifu, akipagawa na roho chafu ya shetani, yule mtu anaanguka. Lakini mtu mwingine kama ikitokea kwamba amejawa na Roho Mtakatifu, unashangaa kwamba hata huyu mtu
anaanguka. Na ni kawaida, kwa sababu Roho Mtakatifu anakuanga na nguvu ndani yake, anakuanga na package ya nguvu, kiasi kwamba ni watu wachache ambao wanaweza wakastahimili ile nguvu ya Roho Mtakatifu kama ikijaa ndani yao. Ndio maana utashangaa kwamba watu wengi mtu anaanguka. Lakini pia unashangaa kwamba mtu akipagawa na roho chafu ya shetani, yule mtu pia anaanguka. Sasa utatofautishaje kwamba huyu mtu ameanguka akiwa amejawa na Roho Mtakatifu ama amepagawa na nguvu za shetani? Na hapa ndipo wale watumishi ambao wamepewa kazi ya kufanya deliverance wanafaa kunisikiza kwa makini sana. Maana maandiko yanasema msiamini kila roho, bali zijaribuni hizo roho kwamba zinatokana na Mungu. Kuna maandiko mengine yanasema kwamba wala si ajabu, maana shetani mwenyewe hujingeuza awe mfano wa malaika wa nuru. Shetani anaweza hata kanena kwa lugha wakati mwingine. Shetani ako na uwezo wakati mwingine akatokea ukashangaa kwamba ukaona ni kama malaika wa Mungu amekushukia na ukamsikiliza kabisa. Akaongea ni kana kwamba anaongea kama mtu aliyokoka, kumbe ni shetani amepagaa huyu mtu. Na hapa ndipo utashangaa kwamba watumishi wengi wa Mungu wanafanyia kazi shetani pasipo kujua. Nilishangaa sana kuenda kwa kanisa fulani ambao ile kanisa wanasikilizanga shetani likiongea kuliko kusikiza Roho Mtakatifu. Wanaweza wakawa watu wamepagawa na mashetani, kwa kushangaa kwamba yule mtu anasikiza kile pepo anamwambia. Sasa kama pepo atakwambia kwamba mamako ndiye anakuroga na ukamwombea kafa, Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana kuna watumishi wa Mungu wanatoa kafara kwa hiyo njia pasipo kujua. Maana wanasikiza shetani akiongea na wanatii kile shetani anaongea, badala ya kumsikiza Roho Mtakatifu wa Bwana. Kama umeokoka kwenye maisha yako, ujue kwamba maandiko yanasema kondoo wangu wanasikia sauti yangu, nao wananifuata. Unafaa usikilize Roho Mtakatifu wa Mungu anasema nini kuhusiana na kile ambacho unakifanya. Hapa ni watu wa deliverance, maana mmetoa kafara sana pasipo kujua. Shangaa kwamba pepo anasema ya kwamba fulani ndiye anaroganga. Unaanza kusema huyo fulani achomeke, huyo fulani ateseke, huyo fulani aende jionamu, unaanza kumuua ukisema kwamba ni mchawi. Kumbe shetani amedanganya. Maana shetani ni mdanganyifu. Sio kila wakati shetani atakwambia ukweli. Ndio maana haufai kumsikiliza. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wengi wanasema ya kwamba kwa sababu watasikiza yule shetani kwa sababu wamemiliki ama kwamba wamemtiisha katika nguvu za Bwana. Shetani ni muongo hata ukimtiisha chini ya uwezo wa Mungu. Ujue kwamba kazi yake, kazi kati ya kazi zile ambazo wako nazo ni kazi moja ya kudanganya. Na hapo ndipo watu wa deliverance mnafaa kuwa makini sana. Pamoja na kuwa umemtiisha shetani, haina maana kwamba umuamini kile amekuambia. Maana hakuna shetani mtakatifu. Shetani anaweza kutokea akakwambia mimi ni mtakatifu shetani, lakini ujue kwamba hakuna shetani ambao ni takatifu. Shetani atakudanganya tu, maana ndiyo kazi yake. Maandiko yanasema ya kwamba amekuwa muongo kuanzia mwanzo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kila wakati kwenye maisha yako ukifanya deliverance, jifundishe kusikiliza Roho Mtakatifu wa Bwana. Sasa nilikuwa nasema hivi, utatofautishaje kwamba huyu mtu amepagawa na pepo ameanguka ama huyu mtu amejawa na Roho Mtakatifu ameanguka? Kitu kimoja ambacho unafaa kutofautisha nacho ni amani ya Kristo ambayo iko ndani ya moyo wako, lakini pia iko ndani ya moyo ya yule mtu ambaye unamwombea. Kiufupi, ninaongelea kuhusiana na matunda ya Roho Mtakatifu. Kuna matunda ya Roho Mtakatifu ambao moja ni furaha, amani, upendo, utu wema, vitu kama hizo. Hizo ndio vitu zile ambazo zitakutofautishia kati ya pepo mchafu na pepo ambaye ni Mungu. Ndio maana maandiko yanasema mtawajua kwa matendo yao, mtawajua kwa matunda yao. Shetani hawezi akazaa matunda ambao ni matunda ya Roho Mtakatifu. Hapo ndio kutakuwa na tofauti. Ndio maana Yesu siku moja anaambiwa na mitume wake, kuna mpazi alikuja akapanda mangungu. Sasa Yesu anawaambia siku ile ya kuvuna, siku ile ambao ni ya mazao, ndio siku mtatofautisha. Acheni mangungu yamee pamoja na gari, lakini siku ya mavuno mangungu yatashindwa kutoa matunda, yatashindwa kutoa matunda ambao ni sahihi. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtawajua kwa matendo yao. Kwa hivyo ndio njia mojawapo ya kutofautisha mtu aliyepagawa na pepo na aliyejawa na Roho Mtakatifu. Barikiwa sana.